Habari yako mwanafamilia wa Kivuli cha Simulizi. Leo nakuletea simulizi nzuri na ya kusisimua inayomhusu mwanadada mrembo sana na kivuli cha udada poa. Unajua kuna siri gani ndani ya kivuli hicho cha hiyo kazi yake? Naomba kaa na mimi. Kama bado hujasubscribe, naomba gusa sehemu iliyoandikwa subscribe. Gonga like yako, tuachie comment yako. Unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi? Asante. Haya, tuanze sasa simulizi yetu. Usiku wa Dar es Salaam ulikuwa na sauti yake ya kipekee. Mziki mzito wa vilabu, kelele za magari ya kifahari, vicheko vya watu waliokuwa wanajaribu kusahau matatizo yao kwa muda, na taa za rangi zilizokuwa zikicheza kwenye kuta za majengo marefu ya Masaki. Lakini nyuma ya mwanga huo wote kulikuwa na giza, na ndani ya giza hilo kulikuwa na watu waliokuwa wanaishi maisha ambayo si kila mtu angeweza kuyavumilia. Ndani ya klabu maarufu sana iliyojulikana kama Blue Velvet, kulikuwa na msichana mmoja aliyekuwa gumzo la kila mwanaume aliyewahi kufika pale. Jina lake lilikuwa Nadia. Hakuna aliyejua alikotoka, hakuna aliyejua familia yake, na hakuna aliyewahi kumuona mchana. Alionekana tu usiku, kila siku, kama kivuli. Nadia alikuwa na uzuri wa kipekee, sio ule wa kupaka vipodozi vingi, bali ule wa asili uliokuwa na mvuto wa ajabu. Macho yake yalikuwa na kitu ndani yake, kama mtu aliyewahi kuumizwa, lakini bado akachagua kutabasamu. Na tabasamu lake lilikuwa silaha. Wanaume matajiri walimtafuta, wengine walikuwa wafanyabiashara, wengine viongozi, na wengine walikuwa wahalifu wakubwa. Lakini kwao wote, Nadia alikuwa kitu kimoja tu, msichana wa starehe. Lakini huo haukuwa ukweli. Ukweli ulikuwa mzito zaidi kuliko mtu yoyote angeweza kufikiria. Kwa sababu Nadia hakuwa kahaba, hakuwa mtu wa kuuza mwili wake, hakuwa hata mtu wa kawaida. Nadia alikuwa mpelelezi wa siri wa usalama wa taifa. Miaka 3 iliyopita, maisha yake yalibadilika kabisa. Alikuwa msichana wa kawaida tu, akiishi na kaka yake mkubwa, Kelvin. Kelvin alikuwa kila kitu kwake: mzazi, rafiki na mlezi. Walikuwa wanapambana pamoja, wakijenga maisha yao kidogo kidogo. Lakini siku moja, Kelvin alipatikana amekufa. Ripoti ilisema kifo cha kawaida. Lakini Nadia hakuiamini. Kulikuwa na alama za ajabu. Simu yake ilipotea na watu wasiowajua walionekana karibu na tukio. Alianza kufuatilia mwenyewe. Hapo ndipo alipoingia kwenye dunia ambayo hakuwahi kufikiria. Dunia ya biashara haramu, dunia ya watu wenye nguvu wasioonekana, dunia ya mauaji ya kimya kimya. Hapo ndipo usalama wa taifa walipomgundua. Walimuona ana akili, ana ujasiri na ana hasira iliyohitaji mwelekeo. Walimpa chaguo moja tu: ama uachane na hii njia au ujiunge nasi, lakini maisha yako hayatakuwa ya kawaida tena. Nadia hakufikiria mara mbili. Alikubali. Mafunzo yalianza na hayakuwa rahisi. Alifundishwa kuigiza maisha ya aina yoyote, kusoma mtu kwa sekunde chache tu, kujilinda, kupigana, na muhimu zaidi, kuishi maisha ya uongo bila kujisahau wewe ni nani. Miezi ilipita. Nadia akabadilika. Alikuwa tofauti, baridi, makini, hatari. Misheni yake ilikuwa mmoja: kuingia kwenye mtandao wa wahalifu waliokuwa wanahusika na dawa za kulevya, silaha na mauaji, na kuuvunja kutoka ndani. Na njia pekee ya kuingia ilikuwa hii aliyochagua: kuonekana kama msichana wa starehe. Ndani ya Blue Velvet alianza kazi yake, usiku baada ya usiku, akicheka, akizungumza, akisikiliza, akikusanya taarifa. Na siku moja, mwanaume mmoja aliingia. Alikuwa tofauti na wengine. Hakuwa na makelele, hakuwa na tabasamu la hovyo. Alikuwa mtulivu, lakini uwepo wake ulifanya kila mtu atazame. Alikuwa anaitwa Victor.
Saa yake ilikuwa safi sana. Saa yake iling'aa kwa thamani. Na macho yake yalikuwa ya mtu ambaye ameona mambo mengi. Nadia alimtazama kwa sekunde chache. Ndani ya kichwa chake, alamu iliwaka. Huyu si mtu wa kawaida. Alimkaribia taratibu, akitabasamu kama kawaida yake. Unaonekana kama mtu ambaye hataki usumbufu, alisema kwa sauti ya chini. Victor alimtazama kwa muda. Kisha akasema, na wewe unaonekana kama mtu anayejua kusoma watu. Huo ulikuwa mwanzo. Usiku uligeuka kuwa siku. Siku zikawa wiki. Na Victor akaanza kumwamini Nadia. Alimfungulia milango ambayo haikuwa rahisi kufunguliwa. Alimpeleka kwenye sehemu za siri. Alimwonyesha watu ambao hawakuonekana hadharani. Na bila kujua, alikuwa anamkaribisha adui ndani kabisa ya dunia yake. Lakini kadri siku zilivyopita, kitu kisichotarajiwa kilianza kutokea. Nadia alianza kuhisi kitu. Sio kazi, sio mission. Hisia. Alianza kujichanganya. Je, alikuwa anacheza tu mchezo? Au alikuwa anaingia ndani yake zaidi ya ilivyotakiwa? Lakini hakupaswa kufanya makosa. Kwa sababu dunia aliyokuwa anaicheza ilikula watu waliozembea. Na usiku moja, kila kitu kilianza kubadilika. Victor alimwangalia kwa macho makali zaidi kuliko kawaida. Akamuuliza, je, unajua ni nini kinanifanya nikuogope kidogo? Nadia alitabasamu. Ni nini? Victor akasogea karibu, kisha akasema, sijawahi kukuona ukiwa mkweli kabisa. Kimya kilitanda. Na hapo Nadia alijua mchezo ulikuwa unaanza kuwa hatari zaidi. Mahusiano yao yakazidi kuwa ya karibu, lakini mashaka yakaanza kuingia. Victor alianza kufuatilia mienendo ya Nadia. Wakati huo huo, Nadia alipata taarifa kuwa kuna msaliti ndani ya kikosi chao. Kila mtu akawa suspect. Siku moja aliporudi nyumbani, alikuta nyumba imevurugwa. Ishara kuwa siri yake iko karibu kufichuka. Na hapo ndipo alipoanza kuelewa. Hakuwa anacheza mchezo huu peke yake. Mkutano mkubwa wa siri ulifanyika bandarini. Hapo ndipo kila kitu kilipasuka. Risasi, usaliti na ukweli mchungu. Victor hakuwa adui mkubwa. Kulikuwa na mtu mkubwa zaidi nyuma yake. Na mtu huyo alikuwa amehusika na kifo cha kaka yake Nadia. Mwisho wa yote, mtandao ulivunjwa. Wahalifu wakakamatwa. Na Nadia alibaki peke yake, akisimama ufukweni, akitazama bahari, akiwa ameshinda vita, lakini akiwa amepoteza sehemu ya moyo wake. Msikilizaji, huu ndio mwisho wa simulizi yetu. Je, kuna ulichojifunza? Tuambie kwenye comment, kipi nimekugusa na kukupa funzo kwenye simulizi hii? Na kama bado hujasubscribe, tafadhali naomba gusa sehemu iliyoandikwa subscribe. Asante kwa kutuchagua Kivuli cha Simulizi. Ni fahari yako. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuangalia simulizi hii. Tunakupenda.